Namshukuru Dr. Hussein Mwinyi kwa kutujengea majengo ya kisasa na ninampongeza Dr. Mwinyi kwa kutuwezeshea skuli yetu hii. Tunamwahidi tutafanya vizuri zaidi katika sekta yetu ya elimu. Kila nchi duniani kote huwa na maombi, sala, kumwomba Mungu apate kiongozi ambaye atakuwa na maono na dhamira ya kweli kuiongoza nchi na kuleta mabadiliko ya kweli. Zanzibar ni miongoni mwa nchi duniani ambayo Mungu ameibariki kuwa na viongozi wenye dhamira ya kweli na maono katika kuivusha Zanzibar kufikia kilele cha maendeleo. Hapa tunamzungumzia jemedali wa mapinduzi ya maendeleo, Rais wa awamu ya 8 wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, si mwingine ni Alhaj Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Endelea kujenga skuli za ghorofa kama hii katika maeneo mbalimbali Unguja na Pemba. Lengo letu la kupunguza idadi ya shifti watoto wanaosoma liko pale pale. Tutahakikisha katika muda mfupi ujao watoto wote wanaingia kwa shifti moja tu. Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi ameamua kuboresha miundombinu ya sekta ya elimu visiwani Zanzibar kwa kujenga majengo ya kisasa yenye hadhi ya vyuo vikuu. Kumbe ni skuli tu za shule ya msingi na shule za sekondari, lakini majengo haya yenye vifaa vya kisasa ambavyo vina lengo vya kuwafanya wanafunzi hawa waweze kujifunza kwa uweledi mkubwa na kupata kile ambacho wao wanakihitaji ili wakitoe katika jamii na kuleta mabadiliko chanya katika sekta ya elimu na maendeleo visiwani Zanzibar. Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi yuko mbele ya muda kwa sababu ya maendeleo ya sayansi na teknolojia. Anajua kuna kila sababu ya mwanafunzi anapohitimu elimu ya msingi na sekondari hawe tayari ameshaujua utandawazi na kila ambacho kinalindima katika dunia. Katika kufanya hivyo, Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi ameandaa mifumo ya tehama katika shule zote za sekondari na za msingi ambazo zimejengwa katika visiwa vya Zanzibar. Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi katika skuli zote ambazo amezijenga za kisasa ameleta mfumo mpya wa smart class, ambapo wanafunzi hapa watajifunza panapokuwa pana changamoto ya kutokuwepo kwa mwalimu au mwalimu yuko mbali katika shughuli zingine, basi wanafunzi huingia darasani na ikaunganishwa mfumo na wanafunzi wakasoma vipindi vyao kama ambavyo wanahitajika kufanya. Leo Zanzibar, mwalimu ukiwa Uingereza, Marekani, hata ndani ya nchi, pahala popote unaweza ukatoa elimu kwa wanafunzi wa Kizanzibari popote, wakati na muda na saa yoyote ambapo vipindi umepangiwa. Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi ni nuru ya Wazanzibari sekta ya elimu visiwani Zanzibar. Bado mabadiliko haya katika sekta ya elimu imekuwa yenye chachu kubwa katika visiwa vya Zanzibar kufanya maendeleo ya Zanzibar kuweza kukua, kwa sababu uti wa mgongo wa maendeleo duniani kote uko katika elimu. Sio mbali ya kuboresha majengo kuyafanya kuwa ya kisasa na vifaa vya kujifundishia vya kompyuta, lakini hata wanafunzi leo wamethaminiwa zaidi na Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Maktaba za kisasa za vitabu ambapo wanafunzi wanapata muda wa kujisomea vitabu vya kutosha vya wakati. Hivi vyote vinafanyika kuhakikisha wanafunzi wa kizazi hichi ambao wanaiona serikali ya awamu ya 8 ya Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi wanafaidika ipasavyo katika matunda ya serikali yao. Sisi tunaendelea kuangazia mazuri ambayo yanafanywa na Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi katika sekta ya elimu visiwani Zanzibar. Kila shule ambayo imejengwa visiwani Zanzibar tayari kuna darasa maalum la vipaji ambalo hili wanaliita innovation class. Nini dhamira ya kufanya hivi? Kumbe wakati haya yanafanyika, Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi alikuwa mbele ya muda, kwa sababu mtaala wa elimu ya juu katika nchi yetu ya Tanzania umebadilika, ambao unamtaka mwanafunzi anapohitimu elimu yake ya juu awe na uwezo wa kujiajiri mwenyewe, yani ule mfumo tunauita competent base. Kinachofanyika sasa, Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi ameshatengeneza mfumo wa competence base kutoka katika ngazi ya shule za msingi na sekondari visiwani Zanzibar. Ndio maana sasa
kuna hizi darasa ambazo zipo za innovation class. Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi uko mbele ya muda kuipeleka Zanzibar sehemu inayohitajika. Ni karne ya 21, lakini tunazungumzia karne ya 22. Lakini haya tunayaona, wanafunzi bado wanaendelea kujifunza kwa vitendo katika maabara zote, katika shule zote ambazo zimejengwa visiwani Zanzibar. Vifaa vya kutosha na vya kisasa vinapatikana. Ni kazi ya wanafunzi wenyewe tu kuendelea kuvitumia vifaa hivi ipasavyo, kwa sababu kiongozi wao ametenda yale ambayo yalikuwa anapaswa kutekeleza kwao katika sekta ya elimu. Maabara za kisasa, hapa wanafunzi ndipo wanapochimbua madini ya taaluma. Uwekezaji huu ulioonekana katika visiwa hivi vya Zanzibar ulikuwa ni bilioni 864, lakini kwa kutambua hivyo na kuliona hilo, Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi aliona kuna umuhimu wa kuendelea kuinua sekta ya elimu visiwani Zanzibar. Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi hakuegema peke yake kwenye kuboresha majengo tu, bali sekta ya elimu yote visiwani Zanzibar ameitia mkono. Ameboresha mishahara ya watumishi visiwani Zanzibar, hasa walimu Zanzibar. Na kizuri, tarehe 21 mpaka 22 walimu wanapata mishahara yao, na hii ni kuondoa mtindiko wa mawazo, changamoto za hapa na pale, na kuwafanya walimu hawa waendelee kufanya uwajibikaji. Lakini hata posho nazo zimeongezeka, na ametoa kipaumbele kuhakikisha posho kwa walimu zinaongezeka. Pia kwenye sekta hii ya elimu hakutaka walimu wawe nyuma ya mabadiliko ya sayansi na teknolojia ya dunia. Walimu wote Zanzibar sasa wenye utayari wa kwenda kuongeza elimu kwa kuwawezesha elimu ya juu na kujiwezesha wao wenyewe. Tayari walimu hapa visiwani Zanzibar wanakwenda ndani na nje ya nchi kuongeza elimu ili waje kuwatumikia wanafunzi wao na kuleta mabadiliko chanya katika sekta ya elimu visiwani Zanzibar. Mapinduzi makubwa ya sekta ya elimu visiwani Zanzibar. Wadau wa elimu visiwani Zanzibar, wanafunzi, wazazi na walezi, pamoja na walimu wenyewe, wanazungumziaje mabadiliko haya chanya ambaye Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi amepigia msumali katika visiwa vya Zanzibar? Assalamu alaikum, kwa majina naitwa Haitham Amir Ramadhan, ni lab technician wa shule ya sekondari Chukwani. Nina furaha na ninampongeza Dr. Mwinyi kwa kutuwezeshea skuli yetu hii katika sekta ya elimu. Asante. Naitwa Mwalimu Jafar kutoka skuli ya sekondari Chukwani. Ni mwalimu wa science ambayo nahusika na masomo ya biology na chemistry, lakini pia vile ni mwalimu ambaye nasimamia klabu ya science inayohusiana na mambo ya innovation. Tunamshukuru sana Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kutuwekea miundombinu bora kama hii ambayo inatuwezesha kutekeleza majukumu yetu kwa ufasaha zaidi. Tunamwahidi tutafanya vizuri zaidi katika sekta yetu ya elimu na muomba Mwenyezi Mungu amwezeshe zaidi kutuletea maendeleo hapa nchini Zanzibar. Jina naitwa Munawar Mohamed Hamis, natokea shule ya sekondari Chukwani. Tunamshukuru Dr. Hussein Mwinyi kwa kutujengea majengo ya kisasa, vifaa vya kutosha na walimu waliokuwa bora na kutufundisha vizuri madarasani. Asanteni sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Majid Darus Abdallah Saif, ni mwanafunzi wa skuli ya sekondari Chukwani kidato cha 3. Namshukuru sana rais wetu Dr. Mwinyi kwa kutujengea huu mjengo mkubwa pamoja na kutupa elimu wa kutosha, vifaa vya kujifundishia vimejaa. Tunamshukuru sana. Hakika Rais Mwinyi ni rais ambaye tuliokuwa tunamsubiria sana, na Rais Mwinyi ni zaidi ya mzazi kwetu. Bajeti ya elimu visiwani Zanzibar imekuwa tena. Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kaweka alama ya ndio, kwa maana sasa kutoka kwenye bilioni 864 mpaka kwenye trilioni 1 za Kitanzania. Hakika haya ni mapinduzi makubwa ya sekta ya elimu visiwani Zanzibar. Tutarajie kuona mengi yanafanyika katika sekta ya elimu visiwani Zanzibar.